ushukuriwe Mungu wetu leo, ushukuriwe Bwana wa mabwana. Oh, uabudiwe Mungu wetu leo, uabudiwe Bwana wa mabwana, uabudiwe Mungu wetu leo, uabudiwe Bwana wa mabwana. Oh, uhimidiwe Mungu wetu leo, uhimidiwe Bwana wa mabwana, uhimidiwe Mungu wetu leo, uhimidiwe Bwana wa mabwana. Oh, ushukuriwe Mungu wetu leo, ushukuriwe Bwana wa mabwana, ushukuriwe Mungu wetu leo, ushukuriwe Bwana wa mabwana. Oh, upewe sifa Mungu wetu leo, upewe sifa Bwana wa mabwana, upewe sifa Mungu wetu leo, upewe sifa Bwana wa mabwana. Nuambere Yesu, nuambere, nuambere amaya mahoro, nuambere, haleluya, nuambere, nuambere, nuambere amaya mahoro, nuambere, nuambere omami, nuambere, nuambere amaya mahoro, nuambere.
Asante Baba, asante Muumba wa mbingu na nchi. Asante kimbilio langu, asante Alfa na Omega. Baba, tunakushukuru kwa neema hii, tunakushukuru kwa upendo huu wa dhati. Uhimidiwe na uabudiwe kwa sababu unatosha na unaenea. Mungu muweza yote, Mungu mfalme wa amani, tunasema ni asante kwa matendo yako ya ajabu uliyoyatenda kwetu. Tunasema ni asante mfalme wa wafalme. Tunasema ni asante kimbilio letu. Mungu wa kuitwa na kuitika, tunakurudishia heshima kwa sababu unatosha. Tunasema ni asante kwa sababu unaweza. Baba, tunakuonesha muda huu Baba. Ni muda wa kusikia neno lako Mungu. Fungua masikio yetu ya roho Baba, bali tupate kupokea neno lako. Bali tupate kupokea neno lako. Neno lako lipate kutujenga kama vile ulivyosema. Ulisema neno lako ni nguvu. Neno lako ni ufungulivu. Neno lako ni uponyaji. Neno lako ni baraka. Na ndio kwa maana Baba, muda huyu Papa, tunafunga kila nguvu yote ya distraction katikati yetu. Tunafunga kila nguvu yote ya kutuzubalisha katika jina la Yesu Kristo. Tunafunga kila pepo ya kulia, kila pepo ya fujo, tunaifunga katika jina la Yesu Kristo. Tunafunga kila nguvu yoyote inayoinuka katika muda huu Baba. Asante Mungu, asante Baba, asante mfalme wa amani, asante Mungu muweza yote Baba. Kila distraction tunainyamazisha, kila nguvu zozote zitakazoinuka za kutoka huko na huko, za kutoka mahali na mahali, tunazisimamisha katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakuonesha ni muda wa kupokea neno lako. Ni muda wa kupokea neno lako, kwa sababu ulisema neno lako ni uzima, neno lako ni ufungulivu, neno lako ni amani, neno lako ni faraja. Ulisema panapo roho wa Mungu pana amani. Acha roho wako atamalaki Baba, acha roho wako atamalaki katikati yetu. Roho wako aguse kila umoja wetu aliye hapa. Asante Mungu, asante Baba. Nakushukuru na kukutukuza. Uhimidiwe na uabudiwe. Baba, ninakuonesha mtumishi wako. Ninamuweka mikononi mwako Baba. Anene yale uliyomwandalia. Asinene mapenzi yake Baba, bali mapenzi yako yafanyike katikati yako. Mapenzi yako yafanyike ndani yake Baba. Namuweka mikononi mwako kwa sababu ni mtoto wako Mungu. Acha neno lako Baba atakapolitoa liwe na nguvu ya kuponya, liwe na nguvu ya ufungulivu, kwa sababu ulisema neno lako ni taa. Neno lako ni taa. Ulisema neno lako ni funguo, linafungua maisha ya wanadamu. Asante Mungu. Namuweka mikononi mwako. Mapenzi yako yafanyike kwake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Na wasalimu wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Kwa kupigwa kwake Yesu sisi sote tumepona, na upendo ndio ustiri wingi wa makosa yetu. Haleluya, haleluya. Kwa kupigwa kwake Yesu sisi sote tumepona, na upendo ndio unastiri wingi wa makosa yetu. Sababu upendo hautafakari mabaya ya wengine, upendo huvumilia yote, upendo usaidia ule mwenye amezingirwa, ule mwenye amekamatwa na adui kuwa huru. Haleluya. Amen. Yes. Ndio maana Wakristo eti tuna salamu ya kusema habari za asubuhi. Bonjour et soyez vainqueurs. Good morning and win today. Salamu hizo ni salamu za ushindi kwetu Wakristo. Sababu usiku eti huenda vilio huja usiku, lakini asubuhi kukawa nini? Kukawa amani. Naweza mkauliza swali mmoja eti, yaani vilio vinatokea usiku tu, katika mchana havitokei? Yes. Vilio vyenye tunaona mchana vilianza katika usiku. Sababu adui hupanda ile mbegu mbaya wakati watu wamelala. Ndio anapanda ile mbegu mbaya. Kitu kinatokea mchana chochote kilianza usiku. Sababu mikutano yake yote ya adui yetu ni katika usiku. Mambo yake yote ya kuwinda kuangamiza watu wa Kristo ni katika usiku. Vyenye tunaona vinatokea katika mchana, yani vitu vyote vilianza katika usiku. Ndio maana kuanza saa 6 za usiku hadi saa 9 ni muda wa vita.
ndio Wakristo wengi wanapandiwa magugu. Ndio Wakristo wengi wanalishwa sumu katika ndoto. Ndio Wakristo wengi wanapandiwa vitu, unaota unaanza kimbizwa, unataka wakuui, wanataka wakudumbukize mshimo. Sijui unaona vitu gani vinakufanya. Ni katika usiku. Ndio maana hicho kitabu cha Zaburi, Daudi aligundua ile Zaburi ya 30 mstari wa 5, alisema eti huenda vilio huja usiku, lakini asubuhi kukawa nini? Kukawa furaha. Haleluya. Amen. Na Yesu wakati wanafunzi wake walimwambia eti tutaendaje tena kule kwenye jana walitafuta kukuua? Akawaambia eti saa za mchana ni saa 12. Saa za mchana ni saa 12. Sababu nyinyi mnatembea kwa vile vyenyewe mnaona. Lakini mimi sitembea kwa vile vyenyewe naona kwa macho ya damu na nyama. Haleluya. Amen. Kuna macho yangine yale yenye Wakristo tunabidi kuwa nayo. Sababu wale wa ulimwengu wanaona na wanasiri, lakini Wakristo sisi huwa tuko watu wenye hatujali kitu. Na ulimwengu hautatuacha tutembee gisi tupendavyo. Wengi wanajua ati ulimwengu utatuacha tutembee gisi tupendavyo. Ulimwengu una vitu vingi vyenyewe vinatupiganisha sisi wanadamu. Vimoja vyenye tunajua na vyenye hatujui kwenye vinatokea. Ndio mambo yenye yako katika ulimwengu haya. Ndio maana eti alituma neno lake. Haleluya. Amen. Alituma neno lake lije tutoe katika maangamizo yetu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yes. Alitutumia neno lake litutoe katika maangamizo yetu. Sababu mwizi alikuja kuchinja, kuua na kuharibu na kuangamiza. Lakini Yesu alikuja ili tuwe na uzima, tena tuwe na utele. Haleluya. Amen. Hiyo ni Yohana 10:10. Mwizi ni nani? Mwizi ni yule adui mwenye anapanda magugu ndani ya ndugu, jamaa na marafiki. Unaona watu wanaanza kuinukiana, watu wanaanza kutafuta kuongea mambo magumu, wanaanza kutafuta njia mbaya za kuangamizana sababu wameshapandiwa magugu ndani ya mioyo yao. Unaona watu wana kisirani, anatafuta, anafanya ana kisirani kenye hawezi kukikontrol. Mtu anashauriwa usifanye hivi wala usiende hivi, lakini hawezi kusikia. Sababu haiko peke yake. Yale magugu yako ndani yake. Na yale magugu yakiwa ndani ya mwanadamu hauwezi. Ndio maana Paulo alituambia eti watu wengi wanataka kufanya vizuri, lakini hawawezi kufanya vizuri. Mabaya ndio yanawatangulia kila wakati. Ukishaanguka katika yale mabaya ndio unakuja kujigundua eti kama mimi ndio nilifanya hivi. Ni wewe. Ni muda gani? Unaweza kujiuliza ni muda gani nilifanya mambo kama haya? Wengi wanayofanya wameshakuwa katika hali nyingine sababu wanafumba macho. Haleluya. Amen. Tunamshukuru Mungu wetu tena kwa upendo wake wa dhati wenye anaendelea kutupenda mimi na wewe. Haleluya. Amen. Tumeanza wiki na tumefika tena siku ya leo, siku ya Sabato, siku ya Ijumaa ya kumrudishia utukufu. Siku ya Jumapili ya kumrudishia utukufu Mungu wetu. Haleluya. Lakini ingawaje Wakristo sisi hatuna muda na hatuna wakati wowote. Wakristo tuna muabudu Mungu katika roho, sababu waabudio halisi ni wenye wanaabudu Mungu katika roho na kweli. Siku ya leo tunakutana tukusanyike sababu ni siku yenye kila mwanadamu wengi wako free, hawana makazi za kufanya, lakini Mkristo mahali popote unapasha kuwa sababu hekalu takatifu liko ndani ya moyo wetu. Haleluya. Alitufanya sisi hekalu takatifu na roho zetu ndio vyumba vya maombi. Walipofufuka alitufanya sisi kuwa hekalu takatifu. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 3 mstari wa 16 tunasema vile. Akafanya sisi hii miili yetu akaifanya kuwa hekalu takatifu. Unakumbuka alipoingia akakuta watu wanauza vitu ndani ya sinagogi, wanafanya biashara, wanavunja hela mule ndani. Alichukua kikoto akawapiga mafimbo, akawafanya mnafanya nyumba ya baba kuwa nyumba pango la wanyang'anyi. Nani aliwapa hiyo ruhusa? Lakini mwisho wake wale walipomuua akafufuka, akasema abudio halisi ni mwenye anamwabudu Mungu katika roho na kweli. Haleluya. Amen. Na mito ya maji itatoka ndani yao. Ndio wakati alikutana na mwanamke Msamaria. Alimkutana na mwanamke Msamaria kwenye kisima cha Bethsaida, kisima cha Yakobo. Kwenye kisima cha Yakobo, mwanamke Msamaria, Yesu akamwambia eti nipe maji ninywe. Ule mwanamke akamwambia eti wewe hauna chombo na hatuchangani. Wewe Myahudi, mimi Msamaria. Nasikia. Na hayo ndio yako katika ulimwengu. Huyu si wa kabila letu, huyu si wa familia yetu, huyu si wa mdini yetu, huyu si wa hivi. Watu wanabaguana. Na katika ile kubaguana ndio adui anapata nafasi
ya kuangamiza. Haleluya. Amen. Lakini yule mwanamke Yesu alipomwambia eti ungelijua ni nani akuombaye maji, ungemwambia eti nipe maji ya uzima. Mwanamke aliposikia vile akasema eti nipe basi hayo maji. Unasikia? Yesu akamwambia eti maji hayo nenda kwanza ulete mume wako, sababu hayo maji hautakunywa peke yako, unabidi kunywa na mume wako. Mwanamke ule alisema mimi sina mume. Yesu akamwambia umesema vema, hauna mume, sababu naona una watano na wasita si wako. Haleluya. Amen. Eti wapataje kunijua? Wapataje kunijua? Eti wewe ni Kristo? Yesu akamwambia umejuaje? Umejua kama mimi ni Kristo? Nenda ulete mume wako. Akakimbia mjini kuwatangazia watu habari njema. Haleluya. Amen. Watu wa Samaria, siku moja Yesu alikuja akaja kuwahubiri Injili, na wanafunzi wake wakakataa kusikiliza ile Injili, wakamfukuza. Lakini siku ile ule mwanamke Msamaria alienda kuambia habari za Yesu Kristo, wakaja wanakimbia. Na Yesu mwenyewe haikuingia tena mjini, lakini walimfuata kwenye alikuwa kwenye kisima cha Yakobo. Haleluya. Amen. Hiyo ndio ushuhuda wa Kristo ndani ya ulimwengu. Ushuhuda wa Kristo ndani ya ulimwengu. Haina haja wanadamu tubakie tunapigana, tunakogotana katika hivi, na adui tunaye ni mmoja tu. Adui yetu ni mmoja tu. Na wanadamu tukijuaga kama tunaye adui ni mmoja, shetani tu. Ule ndio tunapiganisha sisi wote. Ndio adui yetu. Sio wale wengine wanaona wanainuka na mambo haya na haya, wanainuka haya na haya. Hao sio adui. Adui tunaye ni mmoja tu. Sababu akipanda zile roho zake ndani ya wanadamu, wale wanadamu watainuka kisi wapendavyo. Lakini tunaye ule wa majeshi. Haleluya. Amen. Mwenye simba la kabila la Yuda akiinuka, zingine simba zote ziko kwenye ardhi. Haleluya. Amen. Yes. Ndio maana eti maji ya uzima. Maji ya uzima. Ukinywa maji ya uzima, mito ya maji eti inatoka ndani yetu. Mito ya maji ina ushuhuda ndani yetu, maji ya uzima. Mwanamke alipogundua akasema nipe hayo maji, nipe hayo maji. Ndio maana Mkristo hauna haja kumhukumu mtu sababu huyu anaenda hivi, anafanya hivi. Hiyo sio kazi yako. Kazi yako mwambie yule mwanadamu njia ya Kristo. Akubali asikubali, lakini umefanya kazi yako. Wewe sio kumtoa vibanzi ndani ya macho ya wanadamu wengine, na tuna vibanzi vile vyenye viko ndani ya macho yetu. Ndio wanadamu wengi tulivyo, tunapenda kutoa vibanzi. Vibanzi. Na haturuhusiwe kufanya vile kama Wakristo. Ukristo ni tofauti na dini. Watu wa madini ndio wanajiinua, wanasema dini yetu, sisi ndio tuko sawa, sisi ndio tunazua kuabudu, sisi ndio tuko hivi. Ukristo hautembei hivi. Ukristo unatembea na ushuhuda wa Yesu Kristo ndani ya wanadamu. Ukristo. Sababu alisema eti amri nawachia mpendane. Mpendane. Na mkipendana mtakuwa wafuasi wangu, mtakuwa wanafunzi wangu. Mtaushinda huyu ulimwengu. Haleluya. Amen. Hatuwezi kushinda ulimwengu kama hatujakuwa na upendo kama Wakristo. Kushinda ulimwengu ni huyu ushuhuda wa Yesu Kristo ndani yetu. Haleluya. Amen. Ushuhuda wa Yesu Kristo ndani yetu ndio kushinda ulimwengu. Neno linasema eti maji huwafunika. Baraka za Mungu hufunika walio wake. Hili neno katika kitabu cha Isaya sura 11 tutasoma mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu, kisha tutaruka wa 9. Kitabu cha Isaya 11 mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu hadi tutaruka wa 9. Inasema hivi: basi alitokea chipukizi katika shina la Yese, na tawi likatoka katika mizizi yake. Mizizi yake na Roho ya Bwana itakaa juu yake, roho ya hekima, ya ufahamu, roho ya shauri na uweza, na roho ya maarifa,
na ya kumcha Bwana, na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hata onya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake, bali, mstari wa 4, bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa ajili, naye ataipiga dunia kwa fimbo, ya kinywa chake, na kwa pumuzi ya midomo yake atawaua wabaya. Amen, amen. Haleluya, amen. Tunasikia hili neno hili Nabii Isaya alipewa na Mungu atabiri mbele Yesu hajaja. Kutatokea mtu katika shina la Yese. Yese ni nani? Yese ni baba yake ya Daudi. Unasikia tunaita kila wakati eti unirehemu mwana wa Daudi. Unirehemu mwana wa Daudi. Maombi hayo ni maombi yenye tunaomba kama Wakristo, eti unirehemu mwana wa Daudi. Yese ni baba yake ya Daudi. Na huko ndio kwenye kunatokea nani? Daudi ndio babake ya Yusufu. Yusufu aliye mume wa Mariamu kwenye Yesu alizaliwa kwenye mwili wa damu na nyama. Haleluya, amen. Ndio maana nabii huyu alipewa hili neno na Mungu mbele Yesu atokee kwenye kizazi hiki, akalitabiri eti kutatokea mtu katika shina la Yese mwenye hata hukumu kwa vyenye wanadamu walimwambia, kuvyenye aliona kwa macho ya damu na nyama, kuvyenye alisikia mwa information, kuvyenye wanasema mkartie, lakini atahukumu ile nguvu mbaya yenye iko ndani ya wale wanadamu. Haleluya, amen. Huyo ndio ushuhuda wa Kristo. Sababu Mkristo anapasha kutambua eti huyu mwanadamu mwenzangu ananiumkia, sababu kuna kitu ndani yake, haiko peke yake. Na ukitizama katika ulimwengu, ukiona wanadamu wengi wana visirani, wanadamu wengi wanasema uongo, wanadamu wengi wanachukua vitu vyenye hawakupewa, wanadamu wengi wanafanya mambo mengi, lakini sababu wako na ule msukumo ndani yao. Hawavifanya sababu wanapenda, wanavifanya sababu wana msukumo ndani yao. Msukumo. Na huyo msukumo ni nani? Adui ndiye anapanda huyo msukumo ndani ya wanadamu. Kusudi nini? Kusudi apate njia ya kuangamiza, sababu kazi yake ni kuangamiza. Ndio maana Yesu alipokuja, watu alipoanza kuhubiri neno walisema eti tubuni, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Haleluya, amen. Mjaribu alimfuata alipofunga ile siku 40, yuko mlimani, akamfuata kumjaribu ili amwangushe, kusudi asifofile ile kazi yake yenye alituma ulimwenguni kuifanya. Lakini alitoka mshindi katika, na zaidi ya kushinda. Yesu, ya maskini huyu shetani alimuonesha eti nishuhudie, ukinishuhudia mimi hizi miliki za ulimwengu zote nitakupa. Unasikia? Akamuonesha eti hizi miliki za ulimwengu zote ukinishuhudia nitakupa. Hakujua kama yeye ndiye mwenye mambo ya mbinguni na ya ulimwengu na ya chini ya ardhi. Haleluya, amen. Yeye ndiye anamiliki kila kitu. Shetani anamilikisha watu, lakini anawamilikisha kwa njia gani? Kwa kuwapatia kwenye mkono wa kushoto, anachukulia kwenye mkono wa kulia. Haleluya, amen. Lakini baraka za Mungu akikupa kitu, yeye ni cha milele. Labda wewe mwenyewe ukichukua leja sasa kusudi adui akuibie nacho. Lakini cha Mungu akikupa kitu ni cha milele. Hadi utaondoka kwenye mwili wa damu na nyama. Ndio urisi wa Mungu huyu. Akikurisisha kitu ni cha milele. Sababu anasema eti kama amekurisisha kitu. Kitabu cha Isaya 59 mstari wa 21. Eti ni wewe na watoto wako na wajukuu na wajukuluza. Manake ile inaendelea, ile baraka inaendelea, ni ya milele. Ni kama tunasema eti baba yetu Ibrahim, tunaomba Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo. Sababu walimilikishwa, walibarikiwa na wakapewa kuwa baba wa imani wa ulimwengu mzima. Haleluya, amen. Ndio maana wanadamu wanatumia ile Mungu wa Ibrahimu uko wapi? Nisaidie. Mungu wa Isaka uko wapi? Nisaidie. Mungu wa Yakobo nisaidie. Haleluya, amen. Sababu Yakobo alipewa ile neema ya kuzaa zile kabila 12. Yeye ndiye alizaa kabila 12 za Waisraeli. Haleluya, amen.
Yesu hakuja kwa kuhukumu mtu. Ndio maana angekuwa na kuhukumu huyu mwanamke Msamaria, angemfukuza nisema, toka mbele yangu wewe kahaba, sina muda na kuongea na wewe. Lakini sababu alisema eti nilikuja sababu ya zile kondoo zilizopotea nizirudishe zizini. Haleluya, amen. Ukiona mtu anakaa kuhukumu wengine, watu wengine, eti hawa wa madini fulani, hawa wa nini, ujue huyo mhurumie tu. Mhurumie. Haturuhusiwe kuhukumu mtu yoyote. Sababu wewe haujamuita mtu. Mungu peke yake ndio anajua kila mwanadamu. Kama yeye mwenyewe ananyeshesha mvua kwa wema na wabaya. Wema na wabaya tunapata chakula. Sababu ya nini? Sababu anajua kila mwanadamu ana nafasi mbinguni. Haleluya. Amen. Yeye anapiganisha ile dhambi yenye adui anaweka ndani yetu. Hapiganishi mwanadamu yoyote yule. Kile kenye adui anapanda ndani yetu, ndio kenye Mungu anapiganisha kitoke. Na kisha kutoka ndani ya mwanadamu utajua. Ndio Yesu aliwaambia wale Wayahudi waliomwamini, eti mtajua ukweli na ukweli utawaweka kuwa huru. Haleluya. Amen. Mwanadamu akijua ukweli unamweka kila mwanadamu kuwa huru. Hakuna kitu kinaweza weka mwanadamu kuwa huru isipokuwa ukweli tu. Ukijua ukweli, na huyo ukweli unakuja kwa njia ya Yesu Kristo peke yake. Sababu yeye ndiye njia ya kweli na uzima wa milele. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya Yesu Kristo peke yake. Hakuna njia nyingine hii. Na ndio maana alisema eti lolote muombalo katika jina langu litatendeka. Haleluya. Amen. Eti mimi siwaiti tena watumwa, ila nawaita sasa rafiki zangu. Sababu si nyinyi mlionichagua, lakini yeye ndiye alituchagua. Haleluya. Amen. Imagine Wayahudi na wengine wanampiga, wanamchania hadi nguo wakamwacha uchi. Lakini kwa dakika ya mwisho akalia akawaombea kwa Baba, eti Baba uwasamehe wote, sababu hawajui walitenda. Unasikia mpendo? Tulisamehewa mimi na wewe bure, wenye wanakosa na wenye wanakoseshwa. Ndio maana msamaha hauna shurti. Haina haja kuweka shurti yote kwa msamaha. Mtu amekukosea, amekuumiza wewe, njoo na baki na kidole. Samehe ule mtu, baki yako huru. Ukibaki na ile wewe, njoo utaangamia. Na ule anaenda hana haja, hajali na wewe. Lakini ndio maana Yesu alikuja juu ya huruma. Alikuja na neema juu ya neema. Alikuja na upendo juu ya upendo. Ndio maana injili yake, injili ya Yesu Kristo ni injili ya upendo tu. Na kuwatoa watu katika maangamizi yao. Hiyo ndio injili ya Yesu Kristo. Ndio maana alituambia nendeni mjini mkangoje ile ahadi ya Baba Mungu. Msitoke mule mjini. Msitoke ndani ya ile nyumba. Sababu nje hapo kuna mbwa mwitu. Yesu alimaanisha nini? Alijua kama hatujakuwa na ushahidi wa jina lake ndani yetu, maadui wako hapo nje watatuangamiza. Haleluya. Amen. Watatuangamiza maadui. Maadui ni nani sasa? Ni ule shetani. Mwenye anatega vitu huku na huku vya kuwakamata watu. Anatega vitu hivi na hivi vya kutukamata, vya kukamata wanadamu. Kama hatuna ule ushuhuda wa Yesu Kristo wenye tunatembea nao, yes, ana uhalali kutukamata kwa njia hizi na hizi. Lakini lile jina la Yesu likipandwa ndani ya moyo wa mwanadamu. Haleluya. Yes. Mali ni mbegu njema imepandwa ndani yako. Sio mdomoni, sio kwenye akili, ndani ya moyo wa mwanadamu. Ndio maana tuliambia tutafakari jina la Yesu mchana na usiku. Tulitafakari mchana na usiku. Yaani ile jina la Yesu likiwa ndani ya moyo, hata umelala usiku. Sababu tukilala ni kama tunatoka kwenye ulimwengu huu tunaenda ulimwengu mwingine. Na shetani anajua ile siri. Na njoo kwenye anakuja katika usingizi kuwapandia watu mabovu. Haleluya. Amen. Njoo kwenye anapitia kuangamiza, kupanda watu. Sababu ulimwengu wa roho ndio unakontrolea ulimwengu wa damu na nyama. Njoo wanadamu tunapasha kujua. Vyenye vinakamata wanadamu kwenye ulimwengu wa roho njoo vinawatokea kwenye damu na nyama. Ulimwengu wa roho. Njoo unahukumu ulimwengu huu wa damu na nyama. Unaona mtoto wako sasa tu anabadilika, anakuwa na hali nyingine tofauti yenye hakukuwa nayo. Yenye hakukuwa nayo. Ama mke na mume ndani ya nyumba. Mnaona mnaanza kuinukiana. Kila mtu anaanza inakuwa ni matusi ndani ya nyumba. Hamna neno tena la uzima ndani ya nyumba. Baba anatokea akikuta ni kama ni sahani ni teke. Akikuta kama ni mtoto mwenye anatokea vibaya ni kofi. Unajua adui manake amedhibiti ile nyumba. Manake ile nguvu ya adui imeingia ndani ya ile nyumba. Na vitu kama hivyo ndio tunabidi kupiganisha kama Wakristo.
Palipo roho wa Mungu pana nini? Pana uhuru. Haleluya. Yes, palipo roho wa Mungu pana uhuru. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura 3 mstari wa 17 kinatuambia vile. Palipo roho wa Mungu pana uhuru. Watu wakiwa na roho wa Mungu, haijalishi chakula hakuna mezani, haijalishi hada ya shule hakuna, haijalishi mapasho ya mwili haiko, lakini utakuta furaha iko ndani ya nyumba. Haleluya. Amen. Na mtu mwingine atakuja atasema ile nyumba ina furaha. Wale watu wamefanikiwa. Kumbe hata chakula ile siku hamna. Sababu furaha ni ushindi wa Mkristo kwenye ulimwengu wa kushinda adui yetu. Furaha. Ndio maana tusikubali furaha yetu ituondoke. Usikubali furaha iondoke. Sababu furaha ikiondoka ndani ya mwanadamu kunaingia nini? Kisasi. Na hivyo visasi ndio vinasababisha wanadamu wengi wanaangamia. Unataka kulipisha kisasi. Na yeye alitukataza tusilipishe kisasi. Kisasi ni chake Bwana Mungu wetu. Sisi hatuna haja ya kulipisha kisasi. Kisasi ni yeye atatulipishia. Mtu akikukosea, mtu akikuonea, uende kwenye magoti umuoneshe Mungu, ndugu, ona huyu ndugu mwenye ananiinuka yuko. Sina tatizo na yeye. Baba nisaidie. Baba nisaidie. Umguse huyu ndugu. Umuondolee hii hali yenye iko nayo. Yes. Mungu anapenda maombi kama hayo. Maombi kama hayo. Kuwaombea wale wenye wameshikwa, kuwaombea wale wenye adui ameshikilia. Eti mtu mmoja akiokoka, mbingu zina furaha sana. Ukileta mtu mmoja kwa Yesu, mbingu zina furaha. Ndio maana Yesu alishughulika na wale wenye adui amekamata. Lakini watu wa madini walikuwa na mshutume eti huyu mbona anachangia na makahaba? Mbona anachangia na hao watoza ushuru? Mbona anachangia na walevi wenye dhambi? Sasa huyu ni Kristo gani huyu? Unaona? Tutachelewa sana wengi katika safari ya Ukristo. Tutachelewa. Sababu tunaikalia kutoa vibanzi ndani ya macho ya wanadamu wengi. Tutachelewa. Tutachelewa. Kristo hakukuja na injili ya kuhukumu. Nasikia tumesikia ile neno tumesoma hapa katika Isaya 11 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Eti hakuja kwa kuhukumu. Hakuja kwa kusema vyenye alizidi. Sababu wengi tunasema uongo. Mtu anadanganya jirani yake. Mtu anadanganya ndugu yake. Watu wanachukua vitu vyenye hawakuruhusiwa kuchukua. Watu wanaenda kwenye hawaruhusiwa kwenda. Unawaza kuna njia zile tuziendayo, mwisho wake ni nini? Njia za kutuangamiza. Kitabu cha Mezali 14 mstari wa 12 kinatuambia vipi? Kuna njia zile tuziendazo, lakini mwisho wake ni nini? Njia za mauti, njia za kutuangamiza. Sababu tunategwa kwa maneno ya vinywa vyetu. Wengi tunategwa kwa maneno ya vinywa vyetu. Yale maneno yenye tunaongelea, maneno mabaya, maneno magumu, yenye tunaongelea wanadamu wengine. Tunategwa kwa maneno ya vinywa vyetu. Kama lile neno linasema katika eti hatimaye mzidi kuwa hodari. Hatimaye tuzidi kuwa hodari katika kupendana. Sababu upendo hustiri wingi wa makosa yetu. Hustiri wingi wa makosa yetu maana yake nini? Maana yake upendo hautafakari mabaya ya wanadamu wengine. Hauna haja kama Mkristo, unakuta Wakristo wawili, kisha unaona ati ule ndugu katika mbona anakuwa mlevi? Mbona anakuwa hivi? Mbona anakuwa hivi? Na hao mbuni wa Kristo. Wakristo wamruhusiwe hivi. Kama mmeona ndugu ameanguka katika hali mbaya, eti ule ndugu mumrejeshe kwa nini? Kwa upole. Kwa upole. Si kwa kumteta, si kwa kumwongelea maneno mabaya, kwa upole. Kwa upole. Ndio ile tulisema ushahidi wa Ukristo. Ushahidi wa neno la Kristo ndani yetu. Tunapaswa kuwa nayo kama Wakristo. Huyo ushahidi. Tunapaswa kuwa na huyo ushahidi kwa watu wenye wako nje. Kama Ukristo, watu wengi walichukia Ukristo sababu Ukristo ulikosa ushahidi. Tulikosa ushahidi kwa watu wa mataifa nje. Watu wa mataifa wakakosa kuona tofauti na hao sababu ushahidi ulikosekana. Njoo ukasema eti hao wa Kristo mbona njoo wako hivi? Njoo wanafanya hivi, njoo wanafanya hivi. Unaona? Tukakosa ushuhuda. Sababu ushuhuda, kitabu cha Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 11 kinasema eti tulimshinda adui yetu kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Haleluya. Adui yetu tunamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Yes. Yesu alipotufia msalabani alitupa ushindi. Ndio maana tukawa washindi na zaidi ya kushinda. Na ule ushuhuda wenye aliacha kati yetu, ili alisema sitawaacha mayatima na haja kwenu upesi. Haleluya. Hakutuacha mayatima. Baba yetu hakutuacha mayatima. Alitutumia msaidizi. Na huyo msaidizi ndiye anashuhudia pamoja na roho zetu.
ndiyo roho wa kweli, roho wa maarifa, roho wa upendo, roho wa ufahamu, roho mwenye anaangamiza zingine roho, zile roho mbaya zote. Haleluya, amen. Yes, tunasoma tena hii Isaya 11. Tunaenda kusoma mstari wa 9. Mstari wa 9 unasema hawatazuru wala hawataharibu katika mlima wangu. Nasikia wote mtakatifu, maana dunia itajaa na kumjua Bwana kama vile maji yanavyoifunika bahari. Haleluya, amen. Yes, mahali patakatifu pa Bwana penye Mungu amechagua, anapalita, ndio pale pana uhuru. Wale wenye nia mbaya hawana uwezo wa kupaharibu pale. Haleluya, amen. Wale wenye nia mbaya hawana uwezo wa kupaharibu, msababu panafunikwa kama maji yenye lifunika bahari. Haleluya, amen. Ndio sisi wa Kristo sasa. Mtu akiwa Mkristo, mtu akiwa ndani ya Yesu, eti ya kale yamepita na sasa anakuwa kiumbe kipya. Haleluya, amen. Ndio hayo sasa, tunafunikwa na lile wingu la Kristo. Linatufunika mchana na usiku kama wa Kristo. Wana wa Israeli kutoka Misri walifunikwa na lile wingu, liliwafunika. Eti walitembea nalo mchana na usiku. Wa Misri walipopima kuingia walifanya nini? Waliteswa wote waliangamizwa, sababu walikuwa hawana ulinzi. Walikuwa hawana ulinzi wowote. Na sisi wa Kristo tunapasha kulilia kumwomba Mungu wetu atupe ulinzi. Atupe ulinzi, sababu ulimwengu huyu haupendi mwanadamu yoyote huyu. Ulimwengu haupendi mwanadamu yoyote huyu. Kwenye tunaenda kutafuta tunatafuta chakula, kutafuta maisha ya kila siku, tunakutana na mbwa mwitu huko nje. Na huu mbwa mwitu siku zote huwa ni watu wenye wanachokoza wa Kristo. Wanatafuta kuharibu kile kenye uko nacho ndani yako. Mbwa mwitu hapo nje. Haukuwa unategemea, unakutana na mtu anakuambia kineno kenye haukuwa unategemea. Na unasema tu huyu atanidharau, hata na mimi nimuoneshe. Kumbe pale unategwa kwa maneno ya kinywa chako. Adui anakukamata vile. Ndio maana neno la Kristo liko ndani ya moyo yetu, linatusaidia kutulinda na watu kama hao. Sababu litakufumba kinywa wakati unataka useme, na sema no, hautasema. Nyamaza. Tuwe wepesi wa kusikia, lakini tusiwe wepesi wa kujibu. Haleluya, amen. Yes. Yes. Tunaenda kumaliza na neno liko katika kitabu Yohana 7 mstari wa 37, 38 na 39. Kitabu cha Yohana sura ya 7 37 hadi 39. Mito ya maji yaliyo hai. Mito ya maji iliyo hai ndio inapaswa kuwa ndani yetu. Mito ya maji. Tukiwa ndani na mito ya maji, haijalishi na vile tunakutana navyo, havitatuzuru. Eti katika siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminiaye mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Unasikia? Yesu huyu alishimama akasema eti mtu yoyote mwenye kuna kiu aje kwake. Na leo hapa atatunywesha yale maji ya uzima. Haleluya, amen. Yes, atatunywesha hayo maji ya uzima. Sababu hili ni neno lake, si langu. Mimi ni chayateka tu. Mimi nasema yale yenye amenambia niseme. Eti aniaminiaye mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Haleluya. Ukimwamini Yesu
mito ya maji iliyo hai itatoka ndani yako. Mito. Na hiyo mito ni sasa nini? Eti na neno hilo 29, eti na neno hilo alilisema kwa kuhusu Roho. Kwa kuhusu Roho ambaye wale waaminio watapokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Amena. Mito ya maji ni nini? Mito ya maji ni ule Roho wa Mungu mwenye anashuhudia na roho zetu. Haleluya. Amen. Ndio mito ya maji. Mtu Roho wa Mungu akishuhudia pamoja na roho yako, yani mito ya maji iko ndani yako. Yani lile neno la Mungu linapandwa ndani yako. Yani Kristo ndani yetu inakuwa ni tumaini la utukufu na ni tumaini la wokovu. Haleluya. Amen. Amwaminiaye Yesu, mito ya maji itatoka ndani yake. Unaona, huyo mwanamke Msamaria alikuwa ni kahaba, lakini alifumbuliwa macho akajua eti huyu si mwanadamu wa kawaida. Huyu mwenye ananiambia eti ungelijua ni nani asemaye na wewe, ungemwambia kupe maji ya uzima. Maji ya uzima. Maji ya uzima. Eti nipa hayo maji basi, nisije tena nikashote hapa kwenye hiki kisima. Unasikia? Kuna maji yale ya kimwili na maji ya uzima, maji ya kiroho. Haleluya. Amen. Maji ya uzima. Kuna maji ya kimwili na maji ya kiroho. Kuna maji ya baraka. Kuna living water. Sababu ndio maana mwanadamu kwa huyu ulimwengu kuna vitu viwili vyenye mwanadamu akikosa kwenye mwili wake hawezi kuishi. Maji na chumvi. Maji na chumvi. Maji na chumvi. Unaweza kuwa hakuna chakula au kukula, lakini maji yakiwa ndani yako, kimwili hiyo sasa, sio kiroho. Maji, ukikunywa maji na chumvi iko ndani yako, hautakuwa kitu. Hautakuwa kitu. Na Yesu vile vile kwenye ulimwengu wa roho akaita ule roho wake kuwa ni mito ya maji ndani yetu. Maana ni source za maji zenye zitachipuka ndani yetu. Haleluya. Amen. Tumane tamwaminiaye yeye aje kwake anywe, na ile mito ya maji itachipuka ndani yake. Yaani uzima wa milele unapandwa ndani yetu. Hapa ulimwenguni tuna muda mdogo tu. Muda mdogo. Tusiteseke ulimwenguni na kisha kwenye tunaenda tena. Twende watu kosa nafasi ya kufikia. Na tunaambiwa kila mwanadamu ana nafasi. Kila mwanadamu. Hakuna mwenye hana nafasi. Sisi wote tuna nafasi. Ndio maana Yesu hajavuna. Sababu anataka kila mwanadamu wote arudie atoke katika maangamizo yake. Amrudilie Mungu wa kweli. Sababu kila mtu ana nafasi, hakuna mwenye hana nafasi mbinguni. Kila mtu ana nafasi. Lakini mbingu ni mbingu za Bwana, tunabidi kupigania sasa ile nafasi. Sababu adui naye anapiganisha wanadamu kwenye ulimwengu kusudi tusirisi ule uzima wa milele. Uzima wa milele. Anatupiganisha. Anatupiganisha katika vitu vile. Anatuletea matatizo haya na haya kusudi tumkufuru Mungu. Wakati umepigwa na magonjwa, umepigwa na njaa, umepigwa na hivi na hivi, kwenye mwili hakuna chochote kinatokea, utaanza kufuru Mungu. Utaanza kusema Mungu gani sasa huyu mwenye naomba? Mungu mwenye hawezi kunisaidia katika matatizo niko nayo. Shetani anajua ile siri. Na hapo juu kwenye anawakamatia wanadamu wengi katika matatizo. Inasababisha mwanadamu anaenda kuchukua vyenye hangechukua. Inasababisha mwanadamu anaenda kusema uongo na hangesema uongo. Mtu anataka apate kitu fulani. Hiyo zote ni roho. Hizo ni maroho za adui zenye zinasababisha wanadamu wanainuka na roho ngumu. Mwanadamu unamwambia, unamshauria eti njia huko naendea sio nzuri kwako. Yes, mimi nasikii, lakini unakuta kule tena. Njoo kwenye yuko. Haleluya. Amen. Yes. Bwana abariki neno lake na sifa na utukufu kwa Bwana. Amen. Amen. Yes. Nawaza tumesikia neno la leo. Sisi ni wahubiri na ni walimu. Mtu akifundishwa kitu, anapaswa kuwa na kitu fulani na yeye amechokoka yale yote amefundishwa. Sasa ni muda wa kuuliza kila mtu mwenye yuko hapa, umesikia nini kwa mafundisho ya leo? Umepokea nini kwa mafundisho ya leo? Ukikutana na mtu mwingine utamsaidia nini kwa kile umefundishwa leo? Haleluya. Amen.
mmoja mmoja mwenye anajisikia kuwa huru anaweza akatuambia amepokea nini kwa mafundisho ya leo. Haleluya. Amen. Amena. Nimeelewa kwamba naweza katika maisha yangu nikuwe kama mtu wa maji, nikuwe na neno la Mungu katika moyo wangu. Amen. Amena. Bwana akubariki. Neno la Mungu, neno linapaswa kuwa ndani ya moyo wa mwanadamu, si kwenye akili. Tunaweza kuwa na neno kwenye akili, tunaweza kujua vitu vyote vya ulimwengu, tunajua information zote za ulimwengu, tuna vitu vya kimwili eti, lakini kama neno la Mungu haliko ndani ya moyo wetu, tuko bure. Maana hatuna kitu kwa Mungu, hatuna kitu chochote, hatuna chochote kenye kinatushuhudia mbele ya Kristo. Haleluya. Yes, Bwana kubariki. Ya, kuna mwingine? Amen. Kwamba mtu ataki kuchamba, akikwambia vibaya usimlaumu, bali umuoneshe njia sahihi, umuongoze njia sahihi ya Yesu Kristo. Amen. Amena. Yes. Hata mtu akikwambia, akikutukana, akikwambia maneno magumu, wewe sio mwepesi wa kumjibu, ila umwambie ndugu, najua sio wewe ndio upo na neno hivi na neno. Kuna vitu vyenye viko ndani yako vinakusukuma kunena hayo. Naweza neno hilo litamsaidia kusema, huyu mwanadamu nimemtukana, huyu mwanadamu nimemwambia hivi, lakini ananirudisha neno la kunifariji. Haleluya. Huyo ndio Ukristo. Ukristo tufarijiane katika upendo, si katika kutukana, hapana, katika upendo. Ndio maana ya ile neno tu, upendo usitiri wingi wa makosa yetu. Kuna mwingine? Kuna mwingine? Hakuna mwingine mwenye atasema kwa neno la leo Kenya amesikia? Ya, Bwana wabariki. Bwana wabariki. Neno la Kristo. Naenda kuimba nyimbo ya kuandaa mioyo yetu, ya kuinvite, ya kumwita Kristo ashuke ndani ya mkutano na ahudumie kila mmoja wetu kile kenye, na hili neno lenye tumesikia vile tusilisikie na lishia hapa. Ulibebe lisaidie na wengine wenye wako huko nje. Haleluya. Amen. Huyo ndio Kristo. Mkristo unapasha kuwa na ushuhuda kwa watu wenye wako nje. Tunapasha kuwa na ushuhuda kwa watu wenye wako nje. Usikuje tu umefika fasi. Neno hili ndio kila kitu. Neno ndio Yesu Kristo. Neno ndiye Mungu ndani yetu. Kama neno halijakuwa ndani yako ungali bure. Neno ndio linatenda kila kitu. Sababu analiheshimu neno lake. Unasikia ile nimesema nini? Alitutumia neno lake litutoe katika maangamizo yetu. Neno lake. Si neno la mwanadamu yoyote. Alitutumia neno lake litutoe katika maangamizo yetu. Maana neno la Mungu lina nguvu. Waebrania 4:12 inasema eti neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Laweza kutambua na kuzigawanya na kujua kila mwanadamu yoyote yule. Neno kupitia neno la Mungu lina nguvu. Ni upanga ukatao kuwili. Neno la Kristo. Haleluya. Ndio maana neno la Mungu usilichukulia kawaida. Lina nguvu. Lina nguvu. Neno la Kristo lina nguvu. Hakuna chochote kile tunaweza kutenda bila kuwa na neno la Kristo. Neno linapaswa kuwa ndani yetu. Linapaswa kupandwa, ni mbegu njema inapaswa kupandwa ndani ya mioyo yetu. Ndio tutaweza kushinda ulimwengu. Hatuwezi kushinda ulimwengu kama hatujakuwa na neno ndani yetu. Sababu ile neno ndio linamulisha ule roho wa Mungu ndani yetu. Haleluya. Ndio linamulisha, ndio chakula chake. Eti hata huyu mwili wetu unazofika, lakini roho wa Mungu eti anabadilishwa, anakomaa, anakuwa na nguvu siku kwa siku, saa kwa saa. Yes. Tunabidi kujitahidi sana kwa neno la Mungu. Neno.
Unabidi kujitahidi. Hata ukipokea mstari mmoja unauweka ndani ya moyo wako, utakusaidia. Utatembea na uli ndani ya moyo, ukitafakari ndani ya moyo, mstari mmoja ndani ya moyo wako tu. Haiombe eti mpaka uchukue mistari mingi ya Biblia, hapana. Mstari hata mmoja ndani ya moyo wako unatembea na uli. Wenye wako yuko nje hawawezi kukukamata hivi, sababu ile neno liko moyoni mwako. Haleluya. Amen. Yes. Tunaenda kuimba nyimbo ya ni wewe tu Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe Bwana, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe Yesu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, kimbilio letu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, uliyetupenda, ni wewe tu Bwana, ni wewe